iliyopindukia inakuwa ndani yako. Unaanza kujishangaa kabla wakati ambapo ulipompokea Yesu Kristo, hiyo kiu ya tamaa ilikuwa imeondoka kabisa. Tamaa ya zinaa ilikuwa imeondoka, lakini ghafla unaanza kujikuta unashikwa na tamaa kiasi cha kumtamani hata mama yako, kiasi cha kumtamani hata baba yako, kiasi cha kumtamani hata mtoto uliomzaa, kiasi cha kutamaniana nyinyi kwa nyinyi ndani ya familia. Hivyo ndivyo ambavyo utambue kabisa hiyo sio hali ya kawaida, bali adui amesimama katika ulimwengu wa roho na anayachoma hayo malango, na ni tayari amekwisha kuzingira nyumba yako na usalama haupo tena. Mungu atuhurumie, Mungu atusaidie sana. Hivyo kwa kuendelea kumalizia neno hili ni kwamba matokeo yake ni nini baada ya kwamba umekwisha kuzingirwa, na haya matokeo umekwisha kuyaona ndani ya familia yako, na haya matokeo yamekwisha kutendeka ndani ya familia yako. Watoto wako hawakuheshimu tena, mume wako hakuheshimu tena, mke wako hakuheshimu tena. Matokeo yake ni nini? Kama hautaweza kuchukua nafasi nyingine tena kwa ajili ya kwamba uweze kutoka katika hiyo hali, matokeo yake ni kwamba zile roho za familia ambazo zilikosa mlango wa kuingilia hapo kwanza zinarudi tena, zinakuja tena kwa nguvu, zinaambiana tena. Mwanaume yule pengine wakati ule kabla hajaokoka alikuwa mlevi, zile roho zinaambiana na twende kwa yule mwanaume. Sasa hivi mlango upo wazi, zinamvamia huyo mwanaume. Yule mwanamke inawezekana alikuwa ni mshirikina, inawezekana alikuwa ni mchawi. Wakati ambapo malango yale yameshambuliwa na wewe hujachukua nafasi nyingine, na wewe hujachukua hatua ya kuweza kuuzima ule moto ambao adui amewasha, utambue kabisa zile roho za uchawi zinakuja tena kwa nguvu na zinaambiana twende kwa huyu mtu tena. Ndipo ambapo anguko lako la mwisho linakuwa kubwa kuliko lile la kwanza. Mungu atuhurumie, Mungu atusamehe, Mungu atusaidie katika familia zetu. Mungu atusaidie mno, Mungu atupeleke nafasi nyingine. Kwa yule anayesikia sauti hii, kwa wewe unayesikia hii sauti popote pale ulipo, Mungu anataka ugeuke, Mungu anataka uweze kuchukua hatua katika jina la Yesu. Mungu anataka ya kwamba aibadilishe familia yako. Inawezekana hujaokoka, inawezekana umeokoka umerudi nyuma na malango yameliwa na moto wa adui. Mungu anataka kuisimamisha familia hiyo iweze kuwa na furaha tena, iweze kuwa na kicheko tena, iweze kustawi na kunawiri tena. Bwana Yesu atuhurumie, Bwana Yesu atusaidie sana. Oh, haleluya. Wewe unasikia hii sauti, wewe unasikia haya mahubiri, wewe unasikia hii sauti ya mahubiri haya, na ujumbe huu ujumbe ni wa kwako, ujumbe ni wa kwako mpendwa. Hivyo chukua hatua. Gideon alipoona mambo hayapo sawa sawa ndani ya familia yake, alichukua hatua mara baada ya malaika kumtokea. Na mimi kama malaika wa Bwana ambaye Mungu amenituma katika sura ya kiwanadamu kupeleka sauti hii kufikie, neno la Mungu linasema geuka na ukamrejee Mungu wako tena, ukamrejee Mungu wako tena, na ukamrejee Mungu wako tena. Haya mahubiri na haya mafundisho yana season 3. Season hii ni ya kwanza. Season hii ya kwanza ni kwa habari ya malango ya hizi familia. Utakapoweza kutoka kwenye malango ya familia na malango haya yakakuachilia, ndipo utakapoweza kuwa na nguvu ya kuingia kwenye malango ya mji. Na utakapoweza kutoka kwenye vifungo ya shetani kwenye malango ya mji, ndipo utakapoweza kuingia kwenye malango ya nchi.
Bwana Yesu atusaidie. Hivyo usikose season 3 zote hizi. Hii ni awamu ya kwanza, lakini usikose kuingia katika awamu ya pili na ya 3 kusikia mahubiri haya. Yatakutoa mahali fulani, yatakutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana Yesu atuhurumie mno. Kabla hatujaingia kwenye maombi, kabla hatujaenda kumuomba Mungu atusaidie katika safari hii na katika familia hii wewe ambaye haujaokoka bado, usiweje ukaingia katika haya maombi kama haujaokoka. Lakini nafasi ipo mbele yako. Nafasi ipo mbele yako ya wewe kuokoka, ili uweze kuingia katika familia takatifu ya Yesu, ili uweze kupokea zile baraka ambazo Mungu alitamani ama ametamani uzipate wewe katika maisha yako na katika msimu huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo popote pale ulipo, ukiwa upo ofisini kwako, ukiwa una drive gari lako, ukiwa nyumbani kwako unasikiliza, ukiwa mahali popote unaisikiliza hii sauti, shika moyo wako, sema Bwana Yesu, nipo mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu dhambi zangu zote nilizozifanya mbele zako, kwa kujua au kwa kutokujua. Ninaomba unisamehe. Ninaomba Bwana Yesu ufute majina yangu kwenye kitabu cha shetani, na uandike majina yangu kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo, katika jina la Yesu. Sema, tangu sasa mimi nimeokoka katika jina la Yesu. Wacha nikuombee sasa. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, ninamuinua baba huyo, ninamuinua mama huyo, ninamuinua binti huyo, ninamuinua mzee huyo, ninawainua katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Malango ya mbingu yako yakawapokee kupitia nguvu iliyo ndani ya damu ya Yesu, maana wamekiri kwa kinywa chao ya kwamba wameokoka katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba, ninakushukuru. Sasa ngoja nikaombe kwa habari ya familia hii. Mungu Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, Mungu aliye hai, Baba, ninaleta familia hii mbele zako. Baba, ninainua familia ya mtu huyu mbele zako katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu Baba, ninaomba toba na rehema mahali popote ambapo wamekukosea. Familia ya baba huyu, familia ya mama huyu, familia ya mzee huyu, familia ya kijana huyu, Baba, katika ulimwengu wa roho, ninaomba toba na rehema, ninaomba masamaha kwa jina la Yesu Kristo. Inawezekana baba huyu amekuwa ni chanzo cha adui kupata malango ya kuingia na kushambulia familia ye Bwana, katika jina la Yesu ninaomba toba Mungu, mahali pale ambapo wameshindwa kusikia sauti yako, mama na baba huyu. Mungu, ninaomba toba. Mungu, ninaomba rehema. Mungu, ninaomba masamaha. Naomba samehe Bwana, naomba rehemu ye Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Damu yako Yesu Kristo ikafute dhambi ambayo imekaa juu ya mume huyu, imekaa juu ya mke huyu, imekaa juu ya watoto hawa, imekaa juu ya wazazi yao, imekaa juu ya upande wa baba yao, imekaa juu ya upande wa mama yao. Yesu Kristo wa rehema, naomba uwarehemu kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba Mungu mwenye nguvu, na ruhusu damu yako ipite kwenye hayo malango ambayo yameshambuliwa ya familia hii. Yesu wa Nazareti, nazima hayo malango, nazima huo moto uliowashwa kuzimu, na uzima kwa damu ya Yesu, na uzima kwa damu ya Yesu, na uzima huo moto, na uzima kwenye familia hii, na uzima huo moto, na uzima moto wa magomvi, na uzima moto wa uzinzi, na uzima moto wa
wa magonjwa, na uzima katika ulimwengu wa roho, na uzima kwa damu ya Yesu, na uzima kwa damu ya Yesu, na uzima moto wa maskini, na uzima kwa damu ya Yesu, na uzima moto wa kukataliwa, na uzima katika ulimwengu wa roho, na uzima kwa damu ya Yesu, na uzima kwa damu ya Yesu. Nafuta maneno ambayo makuzimu wanaitumia, nafuta hayo maneno ambao mababu wameyatamka ili kwamba Bwana washambulia hii familia. Ninafuta maneno hayo, ninafuta maneno ya wajomba, ninafuta maneno ya mashangazi, ninafuta katika ulimwengu wa roho, ninafuta kwa damu ya Yesu, ninafuta kwa damu ya Yesu. Natangazia uhuru familia hii, natangazia uhuru kwa damu ya Yesu, natangazia uhuru kwa damu ya Yesu. Baba yule anayeumwa, mama yule anayeumwa, kijana yule aliyefungwa, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu wakawe huru katika jina la Yesu, wakawe huru kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu aliye hai. Baba nakushukuru, Baba nakuinua, Baba nakutukuza, Baba nasema asante kwa kuwa wewe ni mwema na mwaminifu. Mungu unayetenda yaliyo makuu na ajabu ni wewe peke yako Bwana, katika jina la Yesu wa Nazareti. Asante Mungu kwa kuwa umesikia, asante Mungu kwa kuwa umejibu, asante Mungu kwa kuwa ujumbe huu unaenda kufungua familia ile na kuiweka huru kupitia nguvu ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mawasiliano zaidi, popote pale ulipo, ikiwa unahitaji mawasiliano na maombi mahali popote pale ulipo, kwa mawasiliano namba zangu za simu ni 0769347779. Nitarudia tena 0769347779. Na Mungu akubariki sana, na Mungu akubariki mno. Amen.